Isa atakuja, Muhammad anasema kama mwenye kuhukumu na uadilifu. Ndio, kama mwenye kuhukumu na uadilifu. Yeye akaishi hapo. Unaona hapo? Naenda sasa. Atavunja msalaba. Kwanza hii misalaba yenu atakatakata. Ataua nguruwe wote atauaua. Na ataweka jizya, yani kodi. Ataweka kodi. Na yatajaa mali na kufurika hata. Ndio. Hapana atakayekubali. Endelea. Sehemu za hadithi hizi zimo kwenye Muslim, zipo. Atakuja, lakini cha kwanza hiyo misalaba mlioivaa angemalizia huyu, ataivunja. Kwa nini kaficha? Wewe dogo wewe, soma wewe. Mimi natoka Dar es Salaam na kuja hapa na kuja najua nakutana na mtu kabisa. Yaani nimekaa pale mpaka namwambia Mbogo, kwani umenisumbua? Kwani unanisumbua? Haya, Yesu atahukumu. Msikilize Yesu mwenyewe, Yohana 12:44. Mimi Yesu nampenda. Fungua dada 12:44. Yohana 12:44. 12:44. Mimi nataka wewe usilimwe. Bible yangu iko wapi hapa? 12:44 Yohana. 12:44 Yohana. Inasema. Ndio. 44 mwalimu? Au 40 kabisa? 44, nimekuelewa. Na Yesu akapaza sauti akisema. Yesu anapaza sauti akisema. Yeye aniaminie mimi, haniamini mimi. Anayeniamini mimi, haniamini mimi. Bali yeye aliyenipeleka. Endelea. Naye anitazamaye mimi Yesu. Ukinitazama mimi Yesu, amtazama yeye aliyenipeleka. Ndio. Mimi Yesu, mimi Yesu, mimi. Nimekuja ili niwe nuru ya ulimwengu. Nimekuja ili niwe nuru ya ulimwengu. Ili kila mtu aniaminie mimi asifanyeje? Asikae gizani. Awe na mtu asiyenisikia maneno yangu. Mtu akiyasikia maneno yangu asiyashike. Mimi Yesu mie simuhukumu. Simuhukumu mimi. Maana ndio sikuja ili ni hukumu ulimwengu. Dada unatikisa. Yes, that is alright. Wewe utasilimu, alafu mambo yakiwa mazuri utaitwa rauhia. Fuatilia Biblia, shika, acha kusomewa, shika kitabu. Maliza. Nimalize, nasema mimi si mhukumu. Kwa nini? Maana sikuja ili ni hukumu ulimwengu, bali ila ufanyeje? Ni uokoe ulimwengu. Ndio nini sasa? Mimi nazungumzia hukumu, kuokoa. Yesu kwani unawaokoa kina nani? 13:23 Matendo. 13:23 Matendo ya Mitume. Inasema. Ndio. 13:23 kwa wale wanaoandika na kusoma inasema. Ndio. Katika uzao wake mtu huyo. Mungu anasema katika uzao wake mtu huyo. Mungu amewaletea Israeli mwokozi. Yani nani? Yesu. Israeli tutakudai kama alivyoahidi. Mimi mwalimu, mimi sio kama huyo. Mimi mwalimu. Mimi nakufundisha, unaelewa, nakufundisha. Sisi walimu bwana. Huyu mzee katusomesha, sisi tumeviva alhamdulillah. Ndio maana nilikuwa nalia pale, huyu anazungumza nini? Akatoa Qur'ani 10:102. Sikilizeni kituko sasa. Chukua Farisi 10:102. Sikilizeni mwalimu wenu alichosoma. 10:102. Wewe unashindwa bamia kupika, utaweza samaki bwana. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sikilizeni 10:102. Sikilizeni Kiswahili, kuna kitu mwalimu wenu wajui kabisa. Soma. Basi angalia aya hiyo. Huyu akasema Muhammad anangojea adhabu. Basi wanangoja jingine. Wanangoja jingine ila kuwajia mfano wa siku za adhabu. Nimesoma ni kuwajia mfano wa siku
ya adhabu. Endelea. Zilizowafikia watu waliopita kabla yao. Waliopita kabla yao. Endelea. Sema Muhammadi. Basi ngojeni. Mimi pia ni nani? Ni pamoja katika wanaongojea. Huyu anasema Muhammad anasubiria adhabu. Kiswahili ndio kipo hivyo. Sema hakuna wanachosubiria isipokuwa kuwajia mfano wa siku ya adhabu, na mimi ni mwenye kungojea. Nini? Siku ya adhabu ikifika inakuwaje? Maliza. Kisha hiyo siku ikifika ya adhabu, kisha tutawaokoa mitume wetu, na wale walioamini, nami hivi ni haki kwenu kufanyaje? Kuwaokoa walioamini. Soma bwana wewe, acha matatizo bwana. Unadokoa tu bwana wewe, unasomesha nini bwana? Unajua unanitia hasira. Hakuna kitu spendi kama mtu kupotosha maandiko. Muhammad anasubiri siku ya adhabu, siku, alafu ikifika wanaokolewa. Kuna neno siku, sio adhabu. Hiki Kiswahili nacho kinahitaji form 4 au form 6. Maana yake unasubiri siku ya mechi, ile siku ndo unaisubiri. Je, ikifika inakuwaje? Sio adhabu bwana, usitafsiri unavyotaka bwana.